Watu wengi wanaamini kwamba kutumia uzazi wa mpango lazima uwe umezaa. Kwa hiyo ambao wote hawajazaa hautakiwi kabisa kutumia njia ya uzazi wa mpango. Niko hapa kukuthibitishia kwamba hiyo imani ni mbali kabisa na ukweli ama uhalisia wa uzazi wa mpango. Kwa nini? Kwa sababu uzazi wa mpango ni njia ambazo zinasaidia mwanamke kupanga uzazi wake kabla hajaanza kuwa mzazi ama baada ya kuwa mzazi. Kwa hii itakusaidia sana, hasa wasichana kuanzia hiyo miaka 18 hadi miaka 25 hapo. Kwa kawaida watu wengi wanakuwa bado wako vyuoni. Kwa hiyo inaweza ikamsaidia akitumia njia sahihi kwa umri wake na afya yake, inaweza ikamsaidia sana yeye kuzuia zile mimba ambazo hazikupangwa au hazikutarajiwa. Kwa hiyo leo tuone kwamba ni njia zipi zinapatikana za uzazi wa mpango, na mwisho kabisa tuone ni njia zipi nzuri sana kwa mwanamke ambaye hajaanza hajaanza kupata watoto. Njia ya kwanza ni abstinence, yani kukwepa kabisa kufanya mapenzi. Yani tunajua kama hauko tayari kwa ajili ya kitu fulani, utaanza kufanya nini? Kufanya kuzuia kile kitu kabla hakija kufikia. Kwa hiyo unaweza ukaacha kabisa kufanya mapenzi. Una miaka 20, una miaka 18, bado uko chuo, unaweza ukastop kabisa kufanya mapenzi. Hiyo ni njia ya kwanza ya uzazi wa mpango. Njia ya pili ni kutumia kalenda. Kalenda ni ile njia ambayo unakuwa una track mzunguko wako, unajua siku zako za hatari ni zipi ukwepe ujauzito. Hiyo inaweza kaambatana na condoms. Condom nazo ni njia ya uzazi wa mpango ambayo ni ya muda mfupi na pia haina madhara kiafya, na advantage yake nyingine ni kwamba itakukwepesha wewe uepuke magonjwa mengi ya zinaa. Umeona? Kwa hiyo kama unatumia kalenda, unaweza kujumlisha kalenda pamoja na condoms. Kitu kingine ambacho unaweza kupata ni vidonge. Vidonge vile vya majira. Tunavijua viko vya aina mbili. Moja vina rangi moja, ni kwa ajili ya unyonyeshaji. Vile havituhusu. Wanawake wote ama wasichana wanaotamani kutumia njia ya uzazi wa mpango, nyie mtatumia vidonge vinavyoitwa COC ambavyo vina rangi mbili, ya kunywa siku za kawaida na vingine vyekundu kunywa wakati uko katika hedhi ama uko period. Na kama unataka kujua vizuri kwa undani njia gani ya uzazi wa mpango nzuri, unaweza ukacheki namba yangu hapo, tuchat WhatsApp na tuelekezane vizuri, nikusaidia wewe kuchagua njia nzuri kwa ajili ya afya yako na future yako. Njia nyingine ya uzazi wa mpango unaweza kuitumia ni depo. Ile Depo-Provera, sindano ambayo unachoma kila baada ya miezi mitatu. Na hii ni common sana kwa wanawake ambao hawajapata ujauzito ama mabinti wadogo. Wanaona ni njia rahisi na nini, lakini ndio maana nimesema mwisho nitashauri njia gani ni nzuri zaidi, kwa sababu depo hushauriwi uchome zaidi ya miaka mitatu. Kwa unaweza kuona kuna mtu ameanza kuchoma tangu yuko form 6 hadi leo yuko kazini, ana miaka kama 6 kila siku anachoma. Inaweza kukuletea side effects ambazo huzitaki. Kitu kingine ambacho unaweza kutumia ni njiti. Njiti, vile vijiti wanaviweka hapa mkononi. Na yenyewe ni njia nzuri ya uzazi wa mpango, inakuwa miaka mitatu, sometimes hadi miaka 5. Na kitu kingine ambacho unaweza kutumia ni kitanzi. Kitanzi ni kile ambacho kitapitia katika uke wako, kitawekwa kwenye mji wako wa uzazi. Chenyewe kinakukinga na ujauzito kuanzia day 0 hadi miaka 10, na pia kinaweza kutumika kama emergency contraceptive. Inaweza kutumika kama vile unavyotumia P2, na njia nyingine ya muda mfupi ni P2, na hii ndo ambayo watu wengi, wasichana wengi wanaiabuse ama wanaitumia kupita maelekezo ambavyo yanaelekeza. Kwa hiyo ufanye nini? Ama utajuaje njia ya kwako ni nzuri zaidi? Mimi kwa experience yangu, mimi kama mtu ambaye nimeingia kwenye medicine nikiwa mdogo, yani na kama miaka 20 hivi nilikuwa tayari nesi. Kwa hiyo nimeona mambo mengi ambayo wasichana wanakuja nayo, wanakutana nayo, na nimeona vitu vingi ambavyo vinafanya kazi vizuri sana kwa wasichana. Kitu cha kwanza ambacho kinafanya vizuri sana, ama njia ya kwanza ambayo ninaweza kukwambia uitumie, kwa sababu ama ya kwanza kabisa ni kwa abstain. Acha kabisa kufanya mapenzi, utaishi kwa amani, hautakuwa na haja kukimbizana na P2, hautakuwa na haja ya kufanyaje, ya kuwaza leo mzunguko umekaaje. Unaweza kuacha kabisa kufanya mapenzi. Njia ya pili ambayo napenda na ninashauri uitumie kwa pamoja ni condom pamoja na njia ya kalenda. Kwa sababu unapojua mzunguko wako, utajua siku zako za hatari ni zipi. Na kama unanifuatilia kwa ukaribu, utakuwa umeshaangalia video zangu ambazo zinakuonyesha kuhesabu mzunguko wako, kujua siku zako za hatari ni zipi na kujua dalili za hatari. Kwa hiyo kama umezijua hizo zote, wewe itakuwa rahisi kutumia kalenda.
na ukijua kwamba hii siku labda nimekutana na mtu wangu na ilikuwa ni siku ya hatari, wewe itakuwa rahisi kwako kukimbia kupata P2 wakati ambao itakuwa effective zaidi kuliko wakati wowote. Na kwenye hii channel nishazungumzia kwamba ni lini muda sahihi kutumia P2, unaweza ukacheki pia. Kwa hiyo njia ya pili ni hiyo condom na kalenda. Na njia ya tatu ambayo mimi ninaisuggest na ninaipenda sana kwa sababu haina side effect ambazo zinaweza zikawa za muda mrefu ni kutumia kitanzi. Watu wengi wanaogopa kitanzi kwa sababu kinapita huku chini, watu wanasema kinasababisha nini na nini, lakini kila njia ya uzazi wa mpango unayotumia ina side effects. Unaweza ukableed sana miezi 3 hadi miezi 6 baada ya kuwekewa. Unaweza ukawa unapata maumivu ile miezi 6 ya mwanzo, maumivu ya kiuno ama mgongo wa chini huko, lakini hizo ni baadhi tu ya side effect. Lakini advantage yake ni nini? Advantage yake, vitanzi vingi ama intrauterine devices tulizonazo Tanzania ni copper iodine. Hivi vinakuwa havina vichocheo ama hormone aina yoyote ile. Hivi ni vizuri kwa mwanamke ambaye hajazaa kwa sababu haitaingiliana na mfumo wako wa hormone kabisa kabisa. Kwa hiyo hivyo itakuwa rahisi wewe pale ambapo unakitoa tu. Kitanzi ukikitoa tu ni hapo hapo unaweza kupata ujauzito ama siku chache, yani fertility yake ama nguvu yako ya uzazi inarudi pale pale unapokitoa hadi miezi 3 miezi 6 hivi. Ni rahisi sana wewe kupata ujauzito. Kwa hiyo kama hujawahi kupata ujauzito ni vizuri kutumia hicho kidude. Na kitu kingine ambacho unaweza kutumia ni vidonge. Vidonge navyo unajua unameza na then usipomeza siku moja, kesho yake kama una ovulate, jana yake hujameza. Na hiyo siku muda ambao ulikuwa unatakiwa kumeza hujameza. Kana mwanaume kitu umepata ujauzito. Kwa hiyo hizi ni njia rahisi sana kwa mwanamke ambaye hajapata mtoto kutumia kwa sababu hazi affect fertility yako kwa hali ya juu. Zina chances ndogo sana za kuaffect fertility yako. Na kama unataka kuelewa zaidi ni vitu gani side effect ya kila njia ya uzazi wa mpango, usisite kuangalia kwenye hii channel. Utakutana na kitanzi, utakutana na njiti, utakutana na sindano, utakutana na vidonge. Njia zote za uzazi wa mpango nilizozungumzia hapa nimeshafanya video kwenye hii channel. Kwa hiyo hakikisha unaangalia. Na kama umeshawahi kukutana na changamoto yoyote ulipofika kliniki katika muda wa kutafuta uzazi wa mpango, share na mimi hapo chini nijue na kushauri vipi kama unataka huduma hii uende ukapate sehemu ambayo itakuwa na uaminifu. So, bye.